Bado sakata la bondia Hassan Mwakinyo limezidi kuchukua sura mpya kwenye mitandao ya kijamii. Wadau mbalimbali wamepaza sauti, lakini hapa nimekutana na andiko la Afande Sele. Tunafahamu kuwa Afande Sele ni kaka fulani hivi ambaye amebobea sana kwenye upande wa kuandika zile punchline, mwanaharakati huyu. Sasa Afande Sele amesema yeye ni mdau mkubwa wa sheria na huwa hapendi kabisa kumuona mtu anachukua sheria mkononi, na hajapendezwa kabisa na kitendo alichokifanya Hassan Mwakinyo kumzuru kijana mdogo ambaye ndoto zake hadi sasa hajafahamu anazitimiza vipi. Huyu jamaa ambaye anazungumziwa hapa ndio yule ambaye alipita nje ya nyumba ya Hassan Mwakinyo na kuokota nazi, na ndo sababu kubwa ilompelekea kupata majeraha makubwa, nazi 6 tu ambazo Hassan Mwakinyo kwake aliziweka pale. Watu wanasema kama mtego na nini, lakini hatufahamu hadi sasa hajatoa kauli. Hata kidogo alivyoeleza maelezo, nazi zilipangwa kama mtego hivi. Sasa hatujui kama Hassan ashakutana na matukio mengi ya wizi pale kwake ndo maana akaamua kufanya hivyo, ama ndo tayari inabidi tujitetee tu hivyo, ndo habari imekuwa hivyo. Lakini kwa Afande Sele, yeye anazungumza swala zima la kuchukua sheria mkononi ni kitu kibaya na madhara yake ni makubwa. Ingetokea huyu dogo amekufa, basi Mwakinyo alikuwa na kazi kubwa sana ya kujieleza mbele ya jamhuri, kwa sababu jamhuri isingeelewa hivyo ambavyo yeye angezungumza ama angewaeleza huyu alikuwa ni mwizi. Angeonyesha evidence na watu wangeweza kuelewa. So mambo ambayo anatufundisha Afande Sele ni kuto kuchukua sheria mkononi, kumkamata mtu, kumchoma visu, kumchoma moto au kumpa majeraha ambayo yatamfanya baadaye ashindwe kuaminika mbele ya jamii. Unajua ukiwa na majeraha makubwa, jamii pia kukuamini kwenye kutenda kazi, kuajiriwa inakuwa ni ngumu, kwa sababu ya alama tu ambazo utakuwa nazo zitakuwa zinatia wasiwasi kwa watu. So ndio kitu ambacho alikuwa anajaribu kutueleza Afande Sele. Kuchukua sheria ni mbaya, na amesema atasimama bega kwa bega na kijana Hussein hadi kuhakikisha anapata haki yake, hata kama sauti ya mmoja haina nguvu, lakini atajitahidi kwa nafasi yake kuweza kupaza sauti, au vipi bana. So wengi sana wamechukizwa na kitendo alichokifanya Hassan Mwakinyo, japo kuna wengine ambao wanamsupport Hassan na kusema labda Hassan katoa fundisho, kuna vitu amepitia ndo maana anafanya hivyo. Hassan sio mpumbavu, kila mtu anazungumza cha kwake. Mimi ni Bouter Park, mimi nimesimama hapa kama mjumbe tu, naangalia kushoto kulia, alafu nacheza nao zote, nazichukua na kusanya kati, mambo yanakuwa sawa. Tuenjoy, tufunge, kwa sababu huu ni mwezi wa ibada, huu ni mwezi wa Resma, ni mwezi wa Ramadhani pia, mambo yanakuwa poa kabisa. Sasa sijui utaruka wapi hapa, labda uone umo vidonda vya tumbo. Enjoy.